ama aishi. Kama aishi aondoke, tuletewe contractor ambaye unajua. Mheshimiwa Naibu wa Rais, waja nikuambie kwa nini tuko na kelele. Hii barabara ilifaa kuwa imetengenezwa, lakini kwa ile serikali nyingine, kwa sababu ya kubaguliwa kwa hawa wananchi, ule aliyekuwa rais alisimamisha hii barabara. Hatuwezi kuteseka kwa serikali ya Uhuru alafu tena tukuje kuteseka katika serikali hii. Hiyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi ninakuomba kabisa, David Sirchir akutane na instructions kutoka kwake. Mimi najua wewe ni fire. Kindiki ni fire, si fire? Si ni fire? Bas, moto ikutane na David Sirchir, barabara itembee. Ama namna gani? Ya tatu Mheshimiwa Naibu wa Rais, PS wetu wa mashamba Nixon Korir, hapa katika sub county hii wananchi wako na shida sana ya title deed. Wengi wao wanaishi tu wakimtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Mashamba iko na kesi kubwa kubwa, na kama ile kesi ya kwenda mbinguni. Sasa hakuna haja tufanye kesi mara mbili, tufanye kesi ya mbinguni na tena tufanye kesi duniani. Utusaidie hii ya duniani tumalize, hata ya mbinguni itakuwa rahisi. Ningependa nikuombe special intervention because of the land issues that are in this sub county. Mheshimiwa Deputy President, PS wa mashamba dispatch yeye with a special unit, including wanatoka pale Nakuru Lands Office, wakuje wasikize kesi ambayo iko hapa na maneno ambayo itakuwa, wananchi waweze kulala kwa nyumba wakiwa na title deeds zao. Sisi tunajua hakuna serikali ingine itatutatulia maneno ya mashamba kama si serikali hii ambayo iko. Na ndio maana tunaomba Mheshimiwa Naibu wa Rais utusaidie. Sitaki kusema mambo mengi zaidi ya hapo, kwa sababu leo ni siku ya leo ni siku ya empowerment. Na unajua maneno ikiwa mingi pesa inapungua. Anatoe kutugu ya jangrabini kumokimwa ngaleke jangana nenye. Kuma majege ngalal jeja sitatungena kuleki koruse tabu. Kimajege sip ketar ketu yenak tuku kana ne. Lakini ningependa kusema ya mwisho kabisa. Unajua Naibu wa Rais, wewe ukiwa hapa, wewe ujisikie ukiwa nyumbani. Tukikuona ni kama tumeona rais wetu. Na tunafurahi, na sisi tunawaunga mkono kutoka sehemu hii ya Kenya. Na wale wanapiga kelele kule Nairobi wasikutishe. Ule jamaa anaongea saa hii alikuwa kwa hiyo kiti yako. Wakati alikuwa kwa kiti yako hakuna kazi, hakuna siku tulimuona hapa Kuresoi. Yeye alikuwa anazunguka sehemu moja ya Kenya peke yake. Wewe unajua wewe ni Deputy President wa Kenya yote. Unazunguka Kenya yote. That is the kind of Deputy President that we were looking for. That is why on the day of impeachment, mimi nilipiga kura haraka sana. Sababu nilikuwa najua huyo mtu was a political accident. Yani kwa bahati mbaya tu alijipata kwa kiti. Na ndio maana akizungumza aseme ile yote anataka kusema, aendelee kusema. Lakini ningependa kumwambia, toa sauti, toa jinda ya William Ruto kwa hiyo mdomo wako. William Ruto is not your age mate. William Ruto is not your political standard. You are too junior a politician to be talking about William Ruto. Let me tell you, Mr. Wamunyoro, even me, I am more senior than you politically. Wewe, mtu alinipata bunge, ananiambia nini? Kitu umenishinda naye ni hiyo kitambi yako na sura mbaya peke yake. Hakuna kitu ingine. Mambo, ati kila mkutano, sijui nini ama nini. Hata ana plan ya kitu yoyote ya kusongesha taifa la Kenya. Mimi ningependa kuwaambia wale wanajiita sijui opposition disunited. Kama nyinyi ndio William Ruto anashindana naye, tutaambia William Ruto na Profesa Kindiki wakae nyumbani, sisi tukarangane na nyinyi. Na tutamalizana na nyinyi asubuhi na mapema. Wale wanawezana na sisi kweli? Wanawezana na sisi? Si ile ni Sosa? Kabla Kalonzo achanue nywele 1 hour, si nimeenda na kiti mapema sana. Ama namna gani wananchi wa Kuresoi? Kindiki ni fire, si fire? Kindiki ni moto, si moto? Waacha nichukue nafasi hii sasa kwa shangwe na nderemo. Tumkaribishe Ithure. Wapi viongozi, tukaribishe hivi.
Hey. 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 Kuresoi North hoye. Kuresoi North hoye.